yote. Ukiangalia pande hii shida, ukiangalia pande hii shida, ukiangalia mbele. Sasa tunataka kuangalia mbele zaidi, tuone pahali tutapelekwa na Jubilee pia na Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i. Kwa hivyo ni vizuri kusema ya kwamba Jubilee ni chama cha kitaifa, chama cha kitaifa, na hata wale majenzi ambao wako hapa, ndugu Daniel, kama unataka kuwa kiongozi wa Kenya hii, lazima ujie chama ambacho kitakupa nafasi ya kutembea Kenya mzima. Hauwezi kuwa kiongozi wa Kenya mzima kama umechikwa nyumbani pale kwa kijiji yako. Yes, and that is why we are picking this kind of young people. Na tumewachukua kila pahali county. Hawa ndio watatembea kufanya kampeni ya Matiang'i. Tuko nao Kajiado. Unaona yule chairman barubaru wa Kajiado. Huyu kijana anasimama Kajiado West, member of parliament. Watasupport mpaka atoke. Huyu mbona mbaya wapi? Huyu wapi huyo? Kama ni mbaya ni mbaya. Kama ni mbaya ni mbaya. Lakini leo ni mzuri. Leo ni mzuri. Thank you so much. So it is important that the Gen Z waelewe. If they want to become national leaders, if you want to start where you are and become a national leader, join a national party. Otherwise your effort and your time will be wasted hapo tu unasubuka. Na unaweza ukafanya kazi mpaka ikupeleke zaidi ya pale ulikuwa. Hapa Kisii wana Jubilee ni 132,000. Tunataka hiyo idadi iende 1,600 hapa. Na hiyo ni kazi mnaweza mara moja. Ndio kila pahali we red. Huyu jamaa ni stima huyu. Kama huyu si stima? Huyu ni stima. Na napenda yeye akisema amesema upende hata kama umekasirika amesema. Na hii Kenya inataka mtu mwenye amesema, sio mtu ya kutenga, kupanda gari nini. Na nitafurahia sana kama Matiang'i atakuja na asipanda hizo magari kutoa kitu hapo. Sababu we cannot keep politicking forever. You can't. The country cannot grow and it is not possible to grow. Kwa hivyo hii, unajua siasa saa zingine unaweza sikia mtu akisema mimi nimekuwa nikitafuta hii kiti ya MCA miaka 20. Raundi hii munipatie. Halo? Yes. Alafu hapo kijana mwingine atokee barubaru. Haraka unamwangalia unaona huyu anapeleka sisi pale. So as you are looking for leaders, lazima you must differentiate two things. Merit and entitlement. Merit and entitlement. Merit and entitlement. Na nataka tuangalie viongozi wote, tuone nani who merits to be the president of this republic 2027. Use merit. Use merit. And I encourage all the other presidential aspirants, bring your track record on board. Bring your track record on board. Let it compete with that of Fred Okengo Matiang'i. But having said that, ni vizuri kusema ya kwamba tunamtegemea Mheshimiwa Matiang'i. Wakati atafika akicharudi kutoka pahali anafanya ile anafanya, ni vizuri ahakikishe ya kwamba wamekaa pia na viongozi wale wengine wote, watengeneze muungano ambao utahakikisha ya kwamba William Samoei Ruto ameenda Sugoi without any obstacles. Kwa hivyo lazima tukae na viongozi wale wengine wote tutengeneze a proper formidable coalition. Lakini kumbuka, tunaposema mambo ya coalition ni sawa, tutafanya coalition. Lakini wewe ambao unaelewa, ukumbuke kwamba wewe ndio huko na kura, na wewe ndio tunataka useme unataka kiongozi na nani. Tusije tukakaa kwa boardroom tusae mtu kesho yake asae matunda kama ile tuko nayo na Ruto hapo. Binu zimetajwa nyingi hapo. Binu za Ruto. Nimesikia mambo hapo. Watu wanakuja wakisema unity. Kumbe yao ni disunity. Kwa sababu ametumwa hapa
achukue kundi fulani aitoe kwa hao wengi, akisema unity unity unity, lakini anataka kutoa kwa sababu Ruto anajua tukiwa kitu kimoja, yeye nyumbani mapema. Halo, nataka isink, sababu watu na ulimi mzuri watakuja wakisema we want unity, we want unity. Mtu akikwambia I want unity, mwambie we agree with you, join the others. Halo, yes. Join the others. So, usije kututengenezea bakuli yako hapa na unatuambia hiyo bakuli yako ndio inaweza leta hili peke yake. Haiwezekani. Join the others. I hope you understand what I'm saying. I hope you are getting it. Kule kwa mlima, kwa sababu mlima hiyo nakwambia imeamua. Mlima imefanya nini? Mmepatiwa hadithi hapa na Kenya. Wakati ya kipipili, huyu chairman wa Gema hadi. Wakati ya kipipili kwenye Nyandarua, karibu na pale kulikuwa na sarakasi jana. Hapo tu karibu. Nilikuwa nasema siwaingie kipipili. Waione live, wacha hii wanaona kwa view sasa. Waingie kipipili hapo juu, waone live. Moi alikuwa president wakati kulikuwa na by-election kule Kipipili. Na mkiona kama hiyo hadithi hamuelewi sawa sawa, mtafute mtu anaitwa DC Machogo, kwa sababu yeye ndiye alikuwa DC ya Nyandarua. Na mali yote ilikuwa inamwagwa kwake. Stima yote na mvikigi ilikuwa inapelekwa apeleke kwa Kipipili. Wahakikisha wamechagua nini? KANU. Na wakati hiyo tulikuwa na chama inaitwa DP. Sasa watu walikuwa naenda kujeni, kuna chakula, kuna nini, wanakuja, wanapokea. Na kama vile alikuwa anafanya, wanakuja wanasema, KANU, 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 KANU. Lakini hapa nyuma ameweka nini? Gumi, kwa sababu ilikuwa DP. Kwa hivyo anapokea pesa, lakini anamwambia jirani hapa nyuma, sisi tuko kwa DP. Wote wakaendelea hivi mpaka siku ya kura. Waliingia kwa debe kutafuta kura ya KANU. Waje kuhesabu, kutafuta kuru kama iko. Hakukuwa hata moja. Na hiyo ndio ile inagojea UDA na KK kule kwa mlima. Na ninajua hata hapa Kisii ni namna hiyo. Halo, lazima tupige kura kwa Fred Matiang'i. Tuhakikishe ya kwamba hata kama Lecho Ruto ndio chairman wa ABC, hawezi iba hii kura. Tunaelewana? Alafu tujitolee sisi wote wa Kenya kulida ile kura. Sisi wote. Hakuna kusema ati tutakuwa na agencies, lakini sisi wote tuone, ukiangalia sisi na macho baya tunapita na wewe saa hiyo hiyo. Ruto amekuwa akisema ya kwamba ati niliwashida nikiwa nje ya serikali. Na sasa niko na serikali, je? Kwani ulichaguliwa ukaibe kura? Yani ni kama alienda kwa State House kuiba kura. When you are a president, you do not use institutions to steal votes. You allow institutions to perform the functions that were given under the Constitution. Yes? So hiyo mambo ya kujigamba, it is a very wrong thing.